Ujumbe wetu leo. Our today's message. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Masingo mother hawatapotelea jangwani. Single mothers want to get lost in the desert. Tunapozungumza juu ya masingo mother, tunazungumza juu ya kundi linalosemewa vibaya. When we speak about a single mother, we speak about a certain group which is badly spoken tunapozungumza about. juu ya single mothers, tunazungumza juu ya wanawake wanaofikiriwa kama ni wabovu. We speak about women who are considered to be as bad as possible. Tunapozungumza juu ya single mother, tunazungumza juu ya mwanamke anayefikiria kwamba amepotea na hana namna Mungu hata mkumbuka. We think about the woman who is looking useless and God won't remember her. Na hao masingle mother hata wao wenyewe wanasema maskini wa Mungu, mimi sina mme, nilikataliwa, mimi nimebaki nakaa kama malaya. And the single mother said that, my God, I am also left all alone. Lakini pamoja na hivyo kuna sababu nyingi zinazosababisha watu wawe masingle mother. Together with that, there are so many reasons which makes people to become single mothers. Neno single maana yake ni mmoja. The word single means one. Lakini pia tunapozungumza mother ni mama. Kwa hiyo single mother maana yake ni mama anayejisimamia mwenyewe na pengine na mtoto mmoja, wawili, watatu. The single mother is the woman who is standing all alone, maybe with one or two children. Sasa kwa sababu limejaa kwenye mitandao, nataka nilijibu katika muktadha wa kimaandiko. Because in the social media it's so much full, I want to answer it in the way of the scriptures. Na hao masingle mother ndio waliojaa kwenye makanisa yetu. And the single mothers are full in our churches. Hao masingle mother ndio wanalia kwa sauti kwa sababu wana maumivu ndani ya maisha yao. Single mothers all the time cry a lot because they have a lot of pain in their heart. Hata asubuhi hii tuliposema ombeni, wanawake wenye wanaume hawakulia, nilisikia sauti ya single mother. Even this morning when I said that we have got to pray, women who are married did not cry. Ni masingle mother pekee ndio walio na uchungu wa kumjua Mungu yuko wapi. They are only single mothers who have got the pain to know who God is. Achana na hao wanawake wanaosema kwamba na wanaume wanaishi vizuri. Hao hawana haja na Mungu kwa sababu waume zao ni miungu kwao. Leave alone these women who are married. They don't need God because their husbands are God to themselves. Ingawa Biblia haizungumzii waziwazi kuhusika kwa Yesu katika muktadha wa kina mama wasio na wenzi wao. Hakuna sehemu ambapo Yesu anazungumza juu ya wanawake wasio na wanaume. Hakuna, ila Tanzania imekuja saizi inazungumza sana juu ya wanawake ambao wana wanaume. Kuna mambo ambayo duniani yalitokea kwa sababu ya single mother. Na limesimama na limeendelea na Mungu amelisemea. Sisemi ya kwamba wanawake waache wanaume wakaishi wenyewe wawe masingle mother, lakini wanaojikuta wamekuwa single mother sio watu wa kubeza na kutukana kudhani kama ni malaya. Kama wamo humu waseme amina, leo ni siku yao. Mmesikia sauti zao? Na mtawasaidia kusema amina wenye wanaume. Semeni amina. Haizungumzwi waziwazi kuhusu au kuhusika kwa Yesu katika muktadha wa kina mama wasio na wenzi. Maandiko kote yanakazia upendo na utunzaji wa Mungu kwa wote. Maandiko yanazungumza juu ya upendo na utunzaji wa Mungu kwa wote. Popote ambapo Yesu alikutana na wanawake ambao walikuwa ni single mother, hakuwazomea, hakuwadhalilisha kama nchi ya Tanzania inavyotaka kuwadhalilisha leo. Hapana, lazima mmoja aseme hapana. Na leo nasema hapana, matusi ya single mother yafikie mwisho. Ila nitatoa vielelezo leo. Nachukia mimi mahubiri ya kuiga. Mnakuwa kama watu wanaouza viazi Nyakato. Kama mtu anauza viazi unaona analisha familia, na wewe unauza viazi. Uwazi kuuza miogo. Wewe unauza viazi kwa sababu unaona mtu anauza viazi. Watu wanahubiri walichokiona watu wanahubiri. Mimi leo nahubiri kinyume cha masingle mother. Huku siwapatii nafasi ya kufanya usingle mother huo kwa malaya, hapana. Lakini sio single mother wote ni malaya. Mmoja aseme amina tena. Maandiko yanakazia upendo, yanakazia utunzaji wa Mungu kwa watu wote na kutiwa
katika huruma wale walio katika hali iliyo ngumu na iliyojawa fedheha. Watu ambao wana hali ngumu na wamejawa na fedheha, Biblia imejawa huruma, compassion. Biblia imejawa huruma hata kwa wanawake wanaoonekana wabovu mkikutana nao barabarani. Imejawa huruma, compassion, love, perseverance, attracting them to Christ. Bwana asifiwe sana. Tunazungumza juu ya single mother. Ahadi ya Mungu ya kuwa baba wa yatima iko pale pale kama kitabu cha Zaburi kinavyosema kwenye Zaburi 68 mstari wa 5. Na hangaiko lake walio hatarini linaonekana kuonewa kwa watu wale na kuwagusa hawa kina mama wasio na waume wanaodhalilishwa mitandaoni. Wanadhalilishwa na nadhani wanalia sana, wanaona aibu hata wanapoingia makanisani wakiangalia nao zungumzo kwenye mitandao. Sasa sijibu, lakini nataka ni kuinue wewe mama ambaye uko single mother. Yesu alionyesha hangaiko hilo kupitia huruma yake. Akahangaika, watu hakuna wanaohangaika, akiwatolea faraja, akiwajengea tegemeo na wakawa wametegemezwa na njia ya matumaini na wokovu kwa wote bila kuwabagua, bila kujali hali ya familia zao, maana hawakuanza leo kuwepo single mother. Na mimi leo nitawapatia mfano wa single mother, na leo mtawaheshimu single mother katika hiyo hali. Wanawake wanataka sasa walazimishwe kuolewa na watu fulani. Ikishindikana, Paulo anasema ishi hivyo, kama alivyosema kwa kina baba kwamba kama huwezi ishi hivyo, na acha kina mama kama hawezi waishi hivyo. Umeolewa mara ya kwanza umekatwa mkono, umeolewa mara ya pili wakahama na sikio, umeolewa mara ya tatu akatoa pua, bado nakwambia uolewe. Hivi mnanielewa vizuri? Lakini nawaonya muheshimu waume zenu. Lakini ninachotaka kuzungumza ni kwamba single mother sio adui. Single mother sio mbaya, single mother sio chafu, single mother sio malaya, sio lazima awe hivyo. Huduma ya Yesu ilikuwa na sifa ya huruma na utayari wa kuwatumikia wenye uhitaji. Single mother ni muhitaji, na huduma ya Yesu ilikuwa inafikiria namna ya kuwahudumia. Mafundisho na matendo yake yanatoa mwongozo wa kuelewa jinsi ya kutoa msaada na utunzaji kwa wengine bila kuwabagua akina mama wasio na wenzi. Kama huna mwenzi hapa, inua mkono wako namna hii. Unaishi mwenyewe, hauna mwenza, inua mkono. Inua tu namna hii mama yangu. Unaona walivyo? Usidhani walitaka. Kanao usikilize. Usidhani walitaka. Hata huo ukahaba wanaofanya barabarani huo, usidhani wanautaka. Mpaka uanze kuwatukana, usidhani wanautaka. There's something always behind an object. There's something behind a shade, a shadow. If you see a shadow, there's an object behind it. Ukiona kivuli, huwa nyuma yake kuna kitu. Kuna kitu kinachowasukuma hawa mama wawe hivyo. Na si kweli ya kwamba ni wabaya. Masingo mother wapo, na najua wananisikiliza popote pale walipo. Ingawa hakuna mwelekeo wa moja kwa moja wa kina mama wasio na waume katika Injili. Hakuna palipoandikwa wanawake ambao hawana wanaume katika Injili. Pasiwe wazi sana, kama wapo labda walifiwa. Lakini tuna hadithi ya Ajiri. Hadithi ya Ajiri kwenye kitabu cha Mwanzo 16 na hadithi ya Ajiri kwenye kitabu cha Mwanzo 21. Tutamuona single mother mmoja anaitwa Ajiri. Umeelewa? Na sijui kama kuna mtu ameshahubiri hilo.
Mimi nahubiriga vitu vilivyosahaulika. Niwaambia Bwana, mimi nipe vitu vilivyosahaulika ambavyo watu wamevisahau, ndivyo nivizungumzie. Kuna mwanamke anaitwa Hajiri kwenye kitabu cha Mwanzo 16 na kitabu cha Mwanzo 21. Na hapo panaangazia ukuaji au ukuzaji wa Mungu kwa mama asiye na mwenzi katika hali ngumu, single mother huyo. Biblia inasema kwenye kitabu hicho cha Mwanzo 16 mstari wa kwanza, mimi nitasoma mpaka mstari ule wa 15. Maeneo mengine nitakuwa narukaruka. Basi Sara mkewe Abraham hakumzaa mwana, naye alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sara akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Singomaza anaanza kuingia duniani, wa kwanza huyo. Abraham akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abraham akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abraham mmewe awe mkewe. Single mother wa kwanza huyo. Na Abraham akamwambia Sarai, tazama mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee. Hapo nimeruka, mtendee lilo jema. Huo mstari wa 6. Machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Masingle mother huwa kuna sababu wanakimbia. Huyu alikuwa ni single mother wa kwanza aliyekimbia mwanamume. Simseme amina. Mstari wa 7 anasema, malaika wa Bwana akamwambia, akamuona kwenye chemichemi ya maji katika jangwa. Akamuona chemichemi iliyoko katika njia ya kwenda Shuri. Akamwambia Hajiri, wewe mjakazi wa Sara, unatoka wapi? Nawe unakwenda wapi? Masingle mother huwa wanatangatanga. Sarai alikuwa ni mmoja single mother. Anatangatanga mpaka anaokota wangu, na where are you going? Na umetoka wapi? Mmoja aseme amina. Akanena, nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai. Mstari wa 9, malaika wa Bwana akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake. Bado haujaonga na usingo wake, utauona. Mstari wa 10 anasema, malaika wa Bwana akamwambia, hakika nitauzidisha uzao wako, japo kwamba wewe ni single mother, wala hautahesabika kwa jinsi utakavyokuwa mwingi huo uzao wako. Mstari wa 11, malaika wa Bwana akamwambia, tazama wewe una mimba, usikimbie, una mimba, utazaa mwana wa kiume, wewe single mother, nawe utamuita jina lake Ishmaeli. Aya, mpigie Yesu makofi. Utamuita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako. Mungu anasikia kilio cha masingle mother pia. Mungu anasikia kilio cha watu waliobeba mimba ovyo ovyo. Mungu anasikia kilio cha wote. Unaweza ukabeba mimba isiyokuwa halali na Mungu bado akasimama na wewe. Anazaliwa mtoto anaitwa Ishmaeli. Mmoja aseme amina. Asante sana mwanangu Ibra, na sio unanielewa vizuri. Kuna watu wanaotukana Uislamu. Uislamu umetokana na Mungu aliyeruhusu Ishmaeli akazaliwa. Na Mungu anamwambia kwamba wewe mtoto ataitwa Ishmaeli, na anazungumza baraka. Hivi unajua nchi za Uarabu zilivyobarikiwa wewe kwa mafuta wewe? Hebu acha ulokole waswaga. Hubiri injili, waeleze watu ukweli. Sasa sizungumzi juu ya imani, nazungumza juu ya Mungu anavyobariki hata wapagani. Anabariki mtu anavyoamua yeye. Bado mnanikubali? Niendelee kuzungumza? Hapo sasa tunaona malaika Bwana akamwambia, tazama wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamuita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako, naye atakuwa kama punda mwitu katikati ya watu. Sikiliza, Mungu anajua kabisa atakuwa kama punda. Watoto wakina single mother huwa wanakuwa kama punda. Mama yake hajui cha kuwalisha, wanakula kwa kubahatisha kwenye mkono wa single mother. Sijui kama kuna mtu anasema amina. Bwana asifiwe sana. Esa
Mungu anajua anavyopita na masingo mada. Anasema kwamba hata hivyo mtoto wako atakuwa kama punda mwitu katikati ya watu, katikati ya kina Isaka atakuwa kama punda mwitu. Lakini yeye anasema kwamba nitatembea na wewe katika hiyo hali, nitakuwa na wewe. Single mother, nyanyuka useme amina. Nimesema mnisaidie kuhubiri. Nitahubiri. Amwambia kwamba utakuwa, mtoto wako atakuwa kama ina maana Mungu alikuwa anajua kabisa atakuwa kama mbwa mwitu, atakuwa kama punda. Kweli atakuwa kama punda, kweli kweli kabisa, punda mwitu kati ya watu. Mkono wake utakuwa juu ya watu wote, na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote. Ndiyo, ukiangalia Uislamu pamoja na Ukristo kuna hali fulani ya kutokujua hivi. Hiyo sitaki kuizungumzia, lakini waheshimuni hawa watu. Waheshimuni, muwapende. Walitokana na huyo Mungu, na Mungu ndiye aliyeruhusu Ishmaeli azaliwe. Kwa hivyo alijua kitakachotokea. Yeye si anaona mbali. Ndio maana atulumbani. Mimi siwezi kalumbana na Muislamu. Nalumbana nikitafuta nini? Kama Mungu hakutaka Uislamu angemtoa Ishmaeli tangu mapema. Alimruhusu. Na akasema ataishi hivyo hivyo kiubabe hivyo. Tena mahala fulani anasema kwamba mwanao atakuwa na upinde mkononi. Leo watembei na upinde. Ukiwaona kila wakati wengine wana ndivyo ilivyo. Walipewa hiyo, walitamkiwa hiyo. Aggressiveness unayoiona kwao ni tamko kwamba wataishi kama punda mwitu na wao watakuwa na upinde. Si walikaa jangwani ndiko alikozaliwa? Si jangwani kwenye maji hakuna? Anaishi kwa upinde, ukikutana naye pisha. Mmoja aseme amina. Sema amina. Sema amina tena. Maandiko yanazungumza wazi. Tunagombania nini sasa? Yanazungumza wazi. Bila sema kwamba naye atakuwa kama punda. Lakini huku mstari wa 13 anasema kwamba akaliita jina la Bwana aliyesema naye. Wewe Mungu waonaye, kwani alisema hata hapa nimemuona yeye anionaye. Masingo mother wanaonwa pia. Wanaonwa pia. Hao wanawake mnaowaona kwamba ni masingo mother, watoto wao ndio wamejaa ikulu. Hao watoto mnaoona wanawake ambao walikuwa masingo mother, hao watoto wao ndio wamekaa pale manispaa, ndio wanaokusomeshea watoto wako. Watoto wao pengine ndio wanaofanya kazi fulani viwandani. Umekaa tu ukipiga kelele, single mother haendi mbinguni, single mother haolewi. Sikiliza, Ajiri alizaa mtoto wa kwanza, na Biblia ituambii kwamba alirudi kwa Ibrahimu. Kama aliendelea kuzaa kule, alikuwa anazaa na nani? Mnisaidie mliotoka theolojia. Mimi akili yangu ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja amekaa kwenye mtandao, single mother, single mother, single mother hawa, single mother, single mother. Yaani hilo ndio limebaki. Unaweza ukalizungumza hilo? Tupe Injili. Mungu aliwapenda single mother. Anazungumza naye jambo la ajabu, anamwambia nitakubariki japo utakuwa katika hali fulani kama punda mwitu, lakini nitakubarikia. Mstari wa 15 anasema Ajiri akamzalia Abrahamu mwana wa kiume. Abrahamu akamwita jina lake Ishmaeli, yule mwanawe ambaye Ajiri alimzalia. Tutasoma sehemu nyingine baadaye, utaona jinsi Mungu anavyodeal naye. Mungu alikutana na Ajiri katika wakati wa uhitaji na kumpa tumaini na maono ya maisha yake ya baadaye. Amekata tamaa, yuko jangwani, Mungu anakutana naye, ni mtu wa kufa,
Biblia inazungumza huyu Mungu akampatia Hajiri tumaini, akampatia uelekeo juu ya maisha yake, mambo yatakavyokuwa mbeleni, akaonyeshwa baadaye. Nataka nimwambie mama ambaye ni single mother, Mungu anakuonyesha baadaye yako. Acha Watanzania wakutukane, Mungu anakuonyesha baadaye yako. Watoto walioinua mikono yao juu wanaishi kwa wanawake ambao ni single mother, wanajisikia kama wamezaliwa vibaya. Ngoja nikwambie, Mungu ana mpango na wewe. Haleluya. Nimwomba Mungu nipe kitu ambacho nitakizungumza. Hajiri alikuwa single mother aliyefanikiwa mkononi mwa Mungu. Piga kelele, single mother aliyefanikiwa mkononi mwa Mungu. Haleluya. Wapo masingle mother waliofanikiwa mkononi mwa Mungu. Wako masingle mother wanaoendesha biashara ambazo Mungu amewapatia. Wapo masingle mother waliozaa watoto majemedari ambao ndio wanaendesha nchi kwa sheria, wanaendesha nchi kwa elimu, wanaendesha nchi kiuchumi. Wapo watoto wa masingle mother ambao ni mabilionea. Usicheze kuwatukana masingle mother. Acha kabisa, msiwatukane masingle mother, waelekezeni. Siwezi nikatokea nikamdharau mtu ovyo ovyo tu. Fikiria mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake. Na masingle mother wametukanwa kweli. Kwani wewe naolewaga yule? Aliolewa mwanamke akamfia, akaolewa tena akafia, akaolewa tena mwanamke wa tatu, baadaye akaamua kuishi mwenyewe. Tunamjua historia zake. Tulia, mdomo wa kasuku wewe. Nyamaza. Hivi vitu viwezi. Vitu vya Mungu ni vya Mungu. Mungu anazungumza na Hajiri, single mother, anayeingia kwenye nyumba ya mwanamume mwingine na ya mwanamke mwingine, na anajua hii nyumba wanamdanganya, ingia utuzalie mtoto. Anazaa mtoto, alafu anayesababisha awe single mother ni mwanamume. Toka nenda. Na mwanamke toka nenda. Wameungana, mwanamke na mmeo walioana kihalali, wanamwambia toka nenda. Mama wa watu analia barabarani. Mungu atamwacha? Tulieni, sikilizeni vizuri. Sivyo. Kuna watoto waliozaliwa na masingle mother wenye nidhamu. Ana nidhamu kwa mama yake, mpaka wewe ambaye una baba yako, una mume wako, unasema na vipi ningekuwa single mother ni? Kuna misingle mother ina ubongo, vichwa vyao ni nondo. Single mother hao. Msiruke kuwatukana kwenye mitandao. Nazuia. Hapana. Hapana. Kwenye kile kitabu kinachofuata ambacho nimesema ni cha Mwanzo 21 kama sikosei, mstari ule wa 9 mpaka kuelekea, sikiliza. Mwanzo 21. Sara akamwonea yule mwana wa Misri. Akamwona yule mwana wa Hajiri Misri. Kazi maana yake ni kwamba kwao palikuwa na umaskini. Kama ninavyokaaga na watoto wa kike maskini. Kwao hakuna kitu. Ndio maana alienda akakaa kwa Ibrahimu. Umeelewa vizuri? Alikuwa ni mtoto wa kimaskini. Na hao ndio wanao kuaga single mother hao. Mazingira yanamsababisha na kuwa single mother. Wakakubaliana kwamba tumchukue awe mke. Baadaye wanageuka wanasema kwamba aondoke kwa kiriba cha maji na mkate. Wanafika jangwani, maji yameisha, hawajafika mbali. Ibrahimu akwenda hata shule kupiga hesabu ya kwamba kama atatoka hapa atafika sehemu fulani, atalala atafika sehemu fulani. Hakupiga hata hesabu. Alimpa bora ampe waende wakafie mbali. Masingle mother wanatabu, msiwatukane, lakini Mungu ana habari nao. Mungu ana habari na single mother. Ana mpango nao kabisa. Ameweka jambo ndani yake kwa usu. Kuna kijichumba katika moyo wa Mungu kwa usu wao. Kile chumba ambacho Mungu amekiandaa juu ya masingle mother ni kikuu kweli. Maandiko yanazungumza haya. Mwanamke huyu akaa pale, mstari wa 16, akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadri ya mchupo wa mshare, maana alisema nisimuone kijana wangu akifa. Akamweka mbali kama mchupo wa jiwe. Ukitupa jiwe namna hii linakwenda mpaka ile nyumba. Alifiki mbali.
Kwa hivyo akamlaza pale, akaja akakaa hapa. Single mother analia, anasema umaskini nilikotoka baba. Wewe unajua Ibrahimu, kweli Ibrahimu kabisa, na mke wako leo mnanitupa, mnaniambia niondoke na mtoto wangu. Anainua jicho, anamwangalia kula na mtoto amelala, anasema Ishmaeli mtoto wangu, basi wenye ume zao, wenye waume zao. Ninyi wenye wanaume mlililiwa mapema, mlilaumiwa, alafu mmenyamaza. Hamjawahi kuisikia hii. Hajiri analia, machozi yanamtoka, akiwa mbali na yule mtoto, hataki kumuona akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake, akalia, akasema, Mungu, umaskini ulionipeleka kwa Ibrahimu, umaskini ulionipeleka kwa Ibrahimu, na huyu mama ananiambia nikalale na mmewe, napata mimba, ananifukuza. Baba. Wangapi wananielewa vizuri? Msiwatukane masingo mother. Waheshimuni. Usichokielewa mwache Mungu mwenyewe. Utamshangaa mtoto wa single mother mmoja ndio daktari anakutibu. Anakuambia, mama geuza nikuchome sindano. Tulia. Acha kabisa, acha mdomo. Usichokijua tuulize sisi wengine. Akalia. Mstari wa 17 Biblia inasema Mungu akasikia sauti ya kijana pia. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni. Hivi kumbe mwanamke single mother naye anaitwa kutoka mbinguni? Biblia hainiambii watu wengi walioitwa na Mungu kutoka mbinguni, ila Hajiri akasikia sauti ikimwita kutoka mbinguni. Sauti ikamwita kutoka mbinguni. Akamwambia malaika, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana wako aliko. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Sikiliza mama yangu, nisikilize mimi mhubiri wako. Hawa watoto wako wasiokuwa na baba kamili, ng'ang'ania Yesu. Hawa watoto wako ambao wameachwa ovyo ovyo, ukabaki single, na mali zilitolewa, baba yule akala, leo hataki hata kukusikiliza, mng'ang'ania Yesu. Hajiri alikuwa mwanamke mwenye akili, hakuachana na Mungu hata wakati akiwa jangwani. Hakusema mimi nitajinyonga, hakusema natafuna mchanga ili nife haraka. Hajiri alimwangalia Mungu, akasema, Mungu, kweli ni Ibrahimu huyu aliyenichukua na mkewe, leo ananitoa kama kijambazi, ananitoa ovyo ovyo. Baba, sikia sauti yangu. Baba, nisikie. Na mtoto naye anasema, baba, sina maji, mimi nakufa, nimezaliwa sikuandika barua kwenye nyumba hii, lakini I'm dying, I'm rejected, I'm not a son to have anything like inheritance, I'm not counted to be a true son of Abraham. Lakini ambiwa, go, nenda. Single mother. Mungu anasikia sauti ya single mother. Mimi nashangaa kutoka mbinguni. Hajiri aliishi peke yake. Yawezekana alikataa, sitaolewa tena, kwa yale niliyofanyiwa na Ibrahimu nitakaa hivyo hivyo. Yawezekana alisema kwamba sitaolewa tena, kwa maumivu niliyoona kwa Sara nitakaa single nilivyo. Yawezekana alisema nitachimba maeneo mbalimbali ambayo na mimi kwenye kuuza mafuta kama alikuwa kule, nitauza mafuta kama unavyouza dagaa Nyakato, watoto wangu wakue. Akamtwalia mwanamke, maana yake ni kwamba alilipa mahali. Mwanamke huyu alikuwa na akili. Haikuwa rahisi kuweza kutoa mwanamke tu kumuokota barabarani, njoo uwe mke wa mtoto wangu. Alimtwalia mwanamke, akamkabidhi. Maana yake ni kwamba alikuwa na uwezo. Masingo mother wana pesa, masingo mother wana hela, masingo mother wanajua kutunza, masingo mother wanajua namna kutunza familia, masingo mother wana akili, wanaweza kaomba mkopo wakati ana hela mfukoni.
wanaishi kwa upinde, wanatembea kwa upinde. Ukicheza wewe ndio wanaanza na wewe. Lakini waliookoka ni super. Somo langu lazungumza nini? Usiwadharau ukidhani ya kwamba hawana maisha ya baadaye. Usiwadharau ukidhani ya kwamba wataangamia jangwani. Kuna watu wanaojua kwamba ukiachwa na mwanamume unaangamia nani jangwani. Ujinga. Wakati bado hujapata, fanya kazi, lisha watoto wako. Usipige yowe. Ajili ya kupiga yowe mpaka kamtafutia mtoto wake uzao kwa kumpatia mwanamke. Wewe umekati kuna mwanamke mwingine sijui akoje. Umeachiliwa tu mara moja hivi miezi miwili, umeshangangana sio nitaishije, nitafutie mwanamume mimi hata yeyote, nitafutie mtoto alizee, wewe nipatie tu hivyo hivyo. Hivyo. Kuna wanawake majasiri, mtu anakaa hadi miaka kadhaa hajawahi kutafuta hata mwanamume, ametulia na msubiri Mungu, ambaye Mungu utakaponipatia sawa, ukiamua niwe single mother, niwe kama Ajili, unitamkie jambo fulani. Sasa leo mahubiri yangu yanaonyesha na kuheshimu sana man. Na kuheshimu. Mtu asikwambia kwamba tidao sio Mungu aliwaheshimu wote. Walio na wanawake, na sheria ya Tanzania pia inawaheshimu wote. Mwanamke aliye single mother na asiye single mother, aliye na mwanamume, wanaheshimiwa kwa sheria hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wana nafasi iliyo sawa. Sasa madhabahu yameibuka, ndio naanza kutenganisha wanawake. Hawa ni masingle mother. Nasema hautaolewa, usiolewe, hautaolewa. Sasa wewe ndio Mungu. Maneno mengine Mungu anawaambia watu manabii, nenda kachukue mwanamke kahaba uishi naye. Unajuaje kama huyu single mother ameandaliwa kahaba mmoja akaishi naye siku moja? Si useme kwa amina. Acheni kuhukumiana walokole. Acheni mchezo. Acha kabisa. Ogopa. Muombe, mwambie mama jipe moyo. Anapambana analisha watoto, muombe. Anapambana amekosea, mchukulie. Mwambie mama lakini hili sio sahihi. Mimi hapa masingo mother wangu wananiambiaga siri zao zote na nakifua kipana sisemi. Esther, wewe ndio utaki joto la mwanamume mpaka huyu mama akuseme? Sio wewe. Ila akija anasema baba mimi nimekasirika, sitaki kabisa baba, nakwambia mimi ndio mwisho. Naambia tulia, utayaweza maisha ya single mother, una upinde. Anapunguza ile sauti, sikiliza. Hebu tumuombe Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeweka mkono wangu kwenye kifua, na yule mwanamume atakapokuja leo, kifua hiki. Sasa hapo sitaki kusema niko madhabahuni, kifua hiki. Na aliporudi, mama uliporudi kelele, maana naogopa usingle mother, sitakuruhusu kuufanya, lakini ukitokea mwanangu kama ulivyokulazimisha, naangalia limetokea vipi. Huyu njoo nawe. Mama, baba, mimi nimechoka. Huyu nimeona tutatengana. Na muacha mkilila, mimi nitaishi hapa mjini. Kweli. Wewe njoo hapa, tulia. Unasemaje? Nimechoka nye naigwa. Umurume unu anye nitakwenda. Uri. Naambia mama tulia, ngoja nikuombee. Unaweza kweli kutembea na upinde? Hapana, siwezi upinde. Basi tulia. Nenda katulie. Siku mbili sasa, baba ulipotuombea amepata dhahabu. Yule. Nenda mama. Mshangilie Bwana, haleluya. Kwa hivyo nini ninachokuzungumza? Akija mtu anayetaka kumwacha mwanamume, kiongozi lazima ufanye kazi ya kumrejesha kwamba hapana, yale maisha ni magumu, usiyaingie. Lakini waliomo kwenye hilo usiwaone kama mashetani.
Hapana, ni watu wazuri sana. Tena ukicheza utamuona ujio wa Mama Mandela kanisani ni wa nidhamu kuliko wewe uliye na mwanamume. Saa 12 single mother ameshaamka. Wamo kanisani. Ataomba na kidogo utasikia riba baba 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 rikaka sata kaka baba. Manake ni mwanamume yule alinitenda mabaya. Baba naomba unifunike wewe. Rikaka papa papa papa. Eke. Kwa hivyo ukinipatia mwingine baba, unipatia sanitizer. Ani maombi yake hayo. Nazungumza juu ya masingo mother. Muwapende. Single mother naye ana maneno ya kujihami. Single mother anakuambia mimi unafikiri sasa eti nawaza kuolewa? Hilo la kuolewa anakudanganya. Hajampata anayemtaka. Mariam Vitus ni muongo, anakudanganya, asikudanganya. Mimi sijaona kabisa, yani maumivu niliyopitia. Ngoja niishi na wewe, jitape na wewe ukaishi kama Mariam. Nenda ukafike kwenye mlango wa Mariam au dirisha lake saa 8 ya usiku, usikilize hivi kama wewe ni mchawi. Utasikia baba, mimi ndio umeniacha kabisa. Hakuna yeyote unaweza kunipatia. Baba. Nenda kwenye dirisha la single mother utaelewa anavolia. Lakini mchana anakuambia maisha naenda bila wanaume. Usinitishe. Si unasikia wanasema amina? Wanalia hao, wanalalamika lakini hawaonyeshi ndani kwa ndani. Mama unaendeleaje? Atuishaga yazoea sisi wenzenu hatuna wanaume. Watoto wangu ndio waume zangu. Usiku kwenye godoro kamasi tupu. Binti yoyote unayemuona ameishi kwa maisha marefu, amevumilia bila kuolewa, lazima awe msafi sana ukakuta mto wake ni salama. Kama sio msafi mto wake, ukiingia tutajua huyu analia usiku huyu. Hakuna uchungu wa kuchelewa kuolewa. Utamuona mchana anacheka na nyewe, wala hamna tatizo jamani, hamna tatizo. Lakini akianza kuomba baba akiweka tu kongamano la mtibwa maji anasema mimi hapo baba nitaogelea humo baba. Baba nitaogelea humo baba unione. Alafu wewe unaenda kuogelea ukiwa likavu. Unapitamo kama mtu anayepita kwenye supu ya sijui ya nini. Leo nawafundisha vitu vigumu. Single mother ni mtu wa kuheshimiwa tu kama wanawake wengine. Tumesoma maandiko kabisa. Zamani wanawake hawakuolewa kwa sababu walitaka kuosha vyombo, walitaka kusafisha nyumba, walitaka kupika, walitaka kulea watoto na kuwafurahisha waume zao siku nzima. Hapana. Hawakuolewa kwa sababu ya hilo tu. Kiwalisia ni kuwa hawangeweza kuishi bila wanaume au wa zamani. Japo wanaume walibadilika wakawa miungu watu na waajiri wao wa ndani katika ndoa. Wanaume unajua wamegeuka sisi kwa waajiri wa wanawake. Ndio maana maisha yamebadilika. Lakini mimi sijamfanya mke wangu kuwa na mwajiri. Tena wao ikifika ndani natamani ya kwamba nimuone amepumzika. Hatupati wanawake sisi kuwa ni mabosi wao. Lakini wanawake nao wana mambo. Na wao nao wana mambo. Na wao wanangu Bwana asifiwe eti. Haikuwa hivyo. Kuna utofauti. Wanawake wa kisasa walio na elimu wanaweza kupata kazi nzuri. Kuna tofauti. Wanawake wa kisasa wanaweza kupata elimu, wanaweza kupata kazi nzuri. Wanaweza wakalipa bili zao, sio kama wale wa zamani. Wanaweza kufanya safari za kibiashara China, Tokyo, Japan. Wanaweza kuchukua rehani na mikopo mikubwa na kuisimamia rasilimali kwa maslahi ya nzao zao za baadaye. Ukitaka kuona, nenda kwenye watu hawa tasnia ya elimu. Nenda, mimi nilikuwa mwalimu. Nenda kwa walimu, watu waliopitia kwenye walimu kama mimi. Mwanamke Mtanzania mkarimu kwa wanaume huwa ni mwalimu.
walimu huwa ni wakarimu kweli. Ile idara imebeba wanawake ambao na wanatapeliwa kila siku. Anapata dada mtu kapigika kule, ameacha mwanamke Shinyanga, anakuja na kurukia hapa. Dada, unavyoniona hivi mimi nilishagatengana na watu na wao ni wepesi sana kuchukua mikopo. Dia, isikusumbue, tunachukua mikopo, tunachukua pikipiki 3 za kukopesha. Asante dia. Wanapigagwa walimu ni hakuna spare. Uongo kweli? Hakuna idara inayopigwa kama idara ya walimu. Sababu serikali simewekea mkopo, ndio kachukue mkopo na manesi. Siku 2 unashtukia huyu jamaa anakuambia kwamba arudi, simu imebadilishwa namba. Ngoja ulipe mkopo. Unalipa, ukimaliza tu anakuja anakuambia kwamba dada, biashara inaendelea vizuri lakini nimebadilisha eneo tu lakini tupo. Amekuja kuchukua zingine. Ukatae. Si unaona unavyoniangalia kwa huruma? Nimekukamata na kugwata. Ndivyo ilivyo. Wanawake ni watu wanaowaza mbele. Waliposoma wanataka waweke wanaume vizuri. Unaweza kupata mwanamke ambaye anachukua hata mali kutoka kwao anakuja nayo kwenu ili akuinue. Unaoa hauna hata shuka kama mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuja na za kwake kwenye sanduku. Hauna hata habari ya kuwaza, hata likiwa likorofi nasema lakini tule tushuka tu wa mwanzo nato tulinisaidia. Amina mama. Mama Karega, sema amina mama Karega. Bwana asifiwe sana. Nimesema mama Karega aliposema amina, mzee Paulo akafanya hivi. Acha. Wanawake waheshimiwe. Wapewe heshima ya kutosha, wathaminiwe, waonekane kuwa watu wa maana katikati ya watu. Waonekane kuwa watu ambao Mungu, na mimi leo nimewaambia kwamba single mother wa kwanza alikuwa Hajiri lakini hakufeli. Sheria hapa Tanzania haijawatenga, inawatendea kwa usawa na wanawake walioolewa. Wafanyakazi wenzao na marafiki zao huwaita washirika wao muhimu bila kujali kama wameolewa au la. Single mother heshimiwe. Yesu alipokutana na masingle mother hakuwatukana. Leo unasikia mtu anasimamisha wanawake ambao hawajaolewa. Anaambia njoni wanawake ambao hawajaolewa. Wanakuja wanaambia ati muolewe. Umewaandalia wanaume. Wewe unajua wewe uliwahi kuolewa, unajua matatizo ya wanawake walioolewa. Kina mama, Mungu abariki sana. Muolewe, kila mmoja aolewe. Hamna. Sio sema kila mmoja aolewe, nitawaita mmoja vipi unataka kuolewa? Sio kila mmoja aolewe, hapana. Wahurumieni hawa watu. Tuwakaribishe katika upendo wa Kristo. Tuonyeshe nguvu ya msalaba. Waone upendo ambao Mungu anao juu ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndio yanayohusu hawa masingle mother, na wamezaa watoto nimesema ambao wana manufaa katika maisha yetu, wanatusaidia, pengine wameajiriwa, pengine wako serikalini. Watoto wa masingle mother hao tunawatukana. Masingle mother wamewasomesha kwa kutengeneza vyombo, kwa kuuza. Nakumbuka kuna wakati ambapo mamangu aliishi kama single mother. Wewe uwezi ukasema, lakini mamangu aliwahi kuishi kama single mother mimi. Leo nimesimama hapa mtoto wa single mother. Mmoja aseme amina. Msiende ovyo ovyo. Msiende ovyo ovyo. Wako mikononi mwa Mungu. Na kuwa mkononi mwa Mungu kunasisitiza ukuu na utunzaji wa Mungu. Utunzaji wa Mungu mikononi mwa Mungu. Nitatumia neno hilo kama kuwakumbusha ninyi kama waumini kwamba maisha yenu hatimaye yako chini ya mwongozo wa ulinzi wa Mungu, kama yale ya Hajiri yalikuwa chini ya mwongozo wa mkono wa Mungu.
wala hakwenda kwa waganga. Biblia ituambia kwamba Hajiri akaenda kwa mjanja pale jangwani, wala hakwenda kwa nabii. Sisemi msiende kanisani, lakini alibaki akimlilia Mungu. Na mimi nakuhimiza kuamini. Piga kelele, ninaamini. Na kuhimiza kutegemea. Piga kelele, nategemea. Sasa na imani katika mipango yake Mungu akiifanya, hata katikati ya kutokuwa na uhakika wa maisha, Mungu anafanya. Hajiri alikuwa katikati ya kutokuwa na uhakika wa maisha, lakini alienda ibadani. Waislamu wana tabia moja nzuri, walokole hamtaifikia. Kila anapokuwa ana kazuria kake kadogo. Mimi ni marafiki zangu, ana kazuria kake kadogo. Mko nao safarini, ana kazuria kake kadogo. Lakini nafikiri nimegeuka vibaya, ningegeukia huko sawa. Ana haka, mimi naweza nikakosea, mimi si mlokole. Anapiga magoti hapa, ananyenyekea, anainama mpaka chini. Bila shaka Hajiri aliinama mpaka chini. Bila shaka yule mama aliinama mpaka chini. Na alipoinama hivi, akafika chini, akasahau mtoto wake aliko, akaona utupu wa kiriba cha maji. Hajiri akaenda chini kabisa. Alipofikisha namna hii chini, Mungu akamletea kisima. Maandiko yanasema kwamba akamwambia inuka utizame. Alipotazama pembeni akaona kisima cha maji. Akachukua kiriba cha maji, akawahi kwenye maji ili akamnusuru mtoto. Waini kwenye ibada. Single mother alijua namna ya kutoboa. Hajiri alikuwa single mother anayejua namna ya kutoboa. Akasema nitatoboa tu. Hakwenda kwa waganga, alienda madhabahuni. Alipiga magoti yake chini, akamwabudu Mungu. Na alipomwabudu Mungu, Biblia ndio inayosema sauti ikatoka juu. Tena Biblia sio Qur'an, Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio nini? Biblia ndio inayosema. Ningekuwa nasoma Qur'an mngesema kwamba nimetumia maneno yao. Hii ni Biblia ndio inayosema ya kwamba Mungu akasema na Hajiri kutoka juu mbinguni, single mother. Alafu single mother anapewa dini kubwa duniani. Huyo ndio mwenye dini. Kama Maria mnamuomba kwamba Maria utuombee sisi wakosefu. Upuzi kabisa. Dini ya pili haiombi kweche. Hajiri utuombee kwa mwanao Ishmaeli sisi wakosefu. Wako vizuri. Walijua tu ile ni single mother, Mungu alimtumia kumzaa Ishmaeli. Baadaye akapatikana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye baraka kubwa kubwa na ndogo ndogo. Sasa ukiniambia kwamba hawa nao wanamtumikia Mungu, utaelewa tu kama Mungu atabiriki. Kwa nini alimbariki Ishmaeli kama hana mpango na Waislamu? Hiyo ni ngumu kutafuna hiyo. Imani yetu hatukai pamoja, wako tofauti, wanaoamini tofauti, lakini Mungu ndiye anayejua mengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nimalize kwa kusema machache, lakini muda wangu bado unaruhusu. Kutumaini na kutegemewa. Mahubiri ya leo yanakazia umuhimu wa kutumaini, utunzwaji na mwongozo wa Mungu. Umuhimu wa kuishi katika kutumaini na kutarajia utunzwaji na mwongozo wa Mungu. Hajiri alikosa mwongozo wa mwanamume. Hajiri hakuwa na mwongozo wa ajira. Hajiri hakuwa na mwongozo wa elimu. Alibaki na mwongozo wa kumtumainia Mungu. Wangapi hawa wana mwongozo wa kumtumia Mungu? Kwamba mimi matumaini yangu ni Mungu tu. Mpo kweli? Kama kweli mmeinua mikono,
kama mimi nilivyoinua ujanani, kama nilivyoinua Paulo, unanijua vizuri. Mimi nilibaki tumaini langu ni Mungu. Hata wakiinuka maadui, hata wakiinuka wasengenyaji, tena wakati wanaponisengenya na kutengeneza maneno mazito, ndipo napata hela. Mungu analeta kisima. Mimi sisi ndio wale kinaajiri wale ambao tumeishiwa maji jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke yote aliyeko hapa atulie, amwangalie Mungu. Tulia, umtazame Mungu. Inama kichwa chako uwekee Bwana. Mtazame yeye, usipige kelele, tulia kimya. Ana mpango na wewe. Alimuona Hajiri akampatia tumaini, akamkuza kutoka katika hali ngumu, na akamwambia ili uishi duniani nitakupa upinde, utatembea nao. Nimezungumza kutumaini. Hata unapokabili magumu, ukuu wa kiungu ni wa muhimu. Na mimi nasisitiza kwamba Mungu ndiye anayetawala hatimaye ya mtu, anatawala yeye. Yeye ndiye anayeamua matokeo ya maisha ya mtu. Anaamua matokeo ya maisha ya single mama, anaamua matokeo ya mwanamke aliyeolewa, anaamua matokeo ya maisha ya mtu ambaye hajaolewa. Mungu ndiye anaamua matokeo ya maisha kila mmoja, na kuatia moyo wao ambao wanapita katika hali hiyo. Yeye ndiye anayewatia moyo. Usiwavunje moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wewe ni mwanamke unaishi peke yako, iwe ulifiwa, unaishi peke yako, iwe ulifiwa au uliachwa, unaishi peke yako, iwe umetengwa na mwanamume ujui aliko, unaishi peke yako, una umri wa kuolewa lakini bado hujaolewa, nataka nikutie moyo. Mungu ana mpango na wewe. Kwenye maisha unaishi kama mtu anaishi kwa upinde, lakini yeye amekusudia ya kwamba atakufikisha, utatua vizuri. Utamuona yeye Mungu akileta watu karibu na wewe. Mungu ni waajabu sana. Kule jangwani palipokuwa pakavu wanapotembea, Mungu akabadilisha yale maji yakawa mafuta. Mungu akabadilisha pale pakawa nini? Saudi Arabia ndio kuna mafuta yote. Wao ndio wanaamua duniani tununue mafuta petroli shingapi. Kule ndio Mungu akaweka mafuta. Na upande huu wengine ambao kuna watu wa imani pia akaweka huko, akaweka rutuba, ardhi nzuri, mnalima, mnapata kila kitu, nyewe mnafanya hivyo kwa kilimo, lakini wao wamepewa mafuta, wanaishi na ni matajiri. Unacheza na Mungu wewe? Lakini imani ziko tofauti. Ibrahim alipokuwa anataka Isaka aoe, akamwambia kwamba naomba uende mpaka kwenye nyumba ya ndugu yangu fulani ukajitwalia mwanamke, usije ukaoa, usije ukakosea ukaenda ukaoa kule, maana na single mother naye ana watoto wake kule, usioe kutoka kwenye nyumba ya single mother. Sasa nasema nini? Usiseme baba amesema kwamba sasa tuko sawa tunaweza tukaoana. Mimi sijazungumza hiyo. Hiyo ni swala la imani. Sasa Ibrahim anatoa maelekezo ya kwamba ndio, lakini nendeni mkaoe hivi. Ukiwa kanisani kuna utaratibu wa kuolewa. Ukiwa kanisani kuna utaratibu wa kuoa. Uwezo kusema eti mimi najiamulia mwenyewe. Hapana. Ukiwa hapa kuna utaratibu wa kuoa. Ibrahim alitoa utaratibu. Kwa utaratibu wa kuchumbiwa. Sio ovyo ovyo tu. Kama ni malaya, ni malaya tu tuseme. Kila kitu kuna utaratibu wake. Na somo hili litukae vizuri, kwa sababu Mungu ndiye anayetegemeza watu kama nilivyokwisha kuambia. Yeye ndiye anayewasimamia watu kama nilivyokwisha kuambia. Hujui kesho yako ikoje. Hujui kesho yako ikoje. Madereva wanaotuendesha wote barabarani ni watoto hao masingo mother.
Marubani tunaowaona ni watoto wao marubani, masingo mother. Lakini sitetei ya kwamba watu waishi wenyewe. Lakini sio lazima kwamba utakatifu upo kwa walioolewa tu. Yawezekana hata hao ni wazuri zaidi na ni watulivu zaidi kuliko mnavyowaza. Mifano inatoka kwenye maandiko. Yesu anazungumza kuhusu kondoo wake kuwa katika mkono wa baba yake. Aliwahakikishia uzima wa milele watu hawa. Na mahala fulani pia Biblia inasema kwamba hamwezi mkatenganisha ngano na nini? Magugu na ngano, si ndio? Akasema acheni magugu na ngano. Atutenganishi utakatifu wa wanawake kwa kuolewa, kwamba huyu ameolewa ni mtakatifu, huyu anaishi mwenyewe ni malaya. Kwenye hilo ni ngano na magugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye hilo ni ngano na nini? Wengine wamejifichia kwenye ndoa zao tu, lakini wanafanya wanavyojua. Ni ngano tu na magugu. Acha, hiyo linamhusu Yesu mwenyewe. Atakuja atatenganisha ngano na magugu. Lakini wewe uwezo ukasema hilo ukalimudu. Toa tu tahadhari watu wasifanye yale. Toa tahadhari. Na mimi natoa tahadhari. Watoto wa kike mliopo na wasimuolewe. Nikikaa na ninyi nitawaambia faida ya kuolewa. Kina mama ambao bado wadogo na wasimuolewe. Nitakaa na ninyi niwaambie faida ya kuoa ninyi vijana wadogo. Lakini mtume wa Paulo anasema kwamba wasioweza kufanya hivyo wakiona vema waishi bila kuoa. Lakini kuna utaratibu wa kuishi bila kuoa. Wangapi wamenielewa vizuri siku ya leo?